Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipatia nafasi ili nami niweze kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kwa sababu leo hii ni mara ya kwanza nasimama kwenye bunge hili kuchangia, ningependa nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru wananchi wa jimbo la Ndanda kwa imani kubwa walionipa, na mimi niwaahidi kwamba sitawaangusha, nitafanya ile kazi ambayo wao wameniagiza. Lakini pia nichukue nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassani kwa kuendelea kutuamini vijana, na mimi ni vijana. Kwenye bunge hili tuna vijana wengi na hata kwenye baraza la mawaziri kuna vijana wengi. Mheshimiwa Rais anaopiga mwingi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wabunge wote tuko humu bungeni leo hii ili tuhakikishe kwamba tunaweza kupitisha bajeti ya serikali ambayo ina ukomo wa zaidi ya shilingi trilioni 61.93. Na hapa juzi Mheshimiwa Waziri Mkuu aliwasilisha bajeti ya wizara yake ambayo ina ukomo wa zaidi ya trilioni 12.5 ambayo ni sawa na 20% ya bajeti kuu ya serikali 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha hizi ni nyingi sana. Ukubwa wa fedha hii unatokana na umuhimu wa wizara hii na ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hii ofisi ya Waziri Mkuu ndiko ambako kwenye TAMISEMI, na mimi mchango wangu leo hii ningependa sana niuelekeze kwenye TAMISEMI kwa sababu TAMISEMI ndiyo uti wa mgongo wa taifa hili. TAMISEMI ndiyo kitanzi cha wabunge wengi. TAMISEMI ndiyo tumaini la wananchi wengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kuisaidia TAMISEMI, yapo mambo ya msingi ambayo sisi kama taifa tunabidi tutafakari. Jambo la kwanza ni namna gani tunaweza kuisaidia TAMISEMI ili iweze kufanya mambo yake ambayo wananchi saizi wanataka kuyasikia. Kwanza, leo hii tunaona kwamba namna gani TAMISEMI imekuwa muhimu sana katika kuleta mabadiliko na maendeleo kwenye taifa hili. Lakini kutokana na ufinyu wa bajeti, TAMISEMI imeshindwa kutekeleza mambo mengi ya msingi, na mimi kama mbunge ningeomba nishauri, ili TAMISEMI iweze kufanya kazi vizuri, lazima tujihakikishe kwamba tunaongeza jitihada za kukusanya mapato ili tuweze kuisaidia TAMISEMI iweze kuleta faraja kwa wananchi. Na njia pekee ya kuisaidia TAMISEMI kupata mapato ni kwa kwenda kuwekeza kwenye kilimo. Kilimo ndio uti wa mgongo, na 90% ya Watanzania ni wakulima. Hatuwezi kuepuka kuwekeza kwenye kilimo. Lazima tuhakikishe kwamba tunaongeza mnyororo wa thamani wa mazao yetu, kuhakikisha kwamba serikali inawekeza kwenye kilimo kwa kutafuta masoko ya mazao yetu ili tuweze kupata mapato ambayo yatakwenda TAMISEMI na kwenda kujenga barabara na kwenda kujenga hospitali na kwenda kujenga shule, lakini pia kwenda kutoa mikopo ya 10% kwa vijana wengi ambao wamekuwa wameitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najua shabaha ya serikali kufikia 2030 ni kwenda kuongeza tija kwenye kilimo kwa 10%. Lakini haya yasiwe ni maneno tu. Lazima serikali ione kwamba uti wa mgongo wa taifa hili lazima uwe ni kilimo. Tuwekeze kwenye kilimo ili tuweze kutoa tija ile ambayo sisi tumeikusudia. Lakini hatuwezi kuongeza mapato hali ya kuwa mazingira ya wakulima na wakulima sio mazuri. Kwa hiyo lazima kabisa tuandae mazingira mazuri kwa wakulima ili waweze kufanya vizuri. Kwa mfano, kwenye jimbo langu mimi la Ndanda leo hii kuna mgogoro kati ya wakulima na wafugaji. Leo hii shughuli nyingi za kilimo zinasimama kule kutokana na migogoro inaendelea kila siku ya wakulima na wafugaji. Sisi wananchi wa jimbo la Ndanda tumebarikiwa kupata ardhi yenye rutuba, na leo hii tunategemea sana kilimo kwenye kufanya shughuli zetu. Lakini shughuli za kilimo zinasimama kule Ndanda kwa sababu ya hao ndugu zetu wafugaji wanakuja na ng'ombe zao, wanalisha kwenye mazao yetu na kuleta vita. Baada ya kufanya shughuli za maendeleo, imekuwa ni eneo la vita. Kila siku tunapigana, tunauana na tunashindwa kuconcentrate katika kuleta maendeleo. Nishauri serikali, lazima tuje na njia muhimu ya kuondoa tatizo hili la migogoro kati ya wakulima na wafugaji ili tuweze kuleta tija ambayo inakusudiwa. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kuisaidia TAMISEMI lazima tujitahidi sana kuziba mianya ya upotevu wa fedha za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii ukipita kwenye halmashauri zetu, fedha nyingi za umma zimekuwa zikipotea.
Ili tuweze kupata mapato ambayo tunaweza kwenda kutekeleza bajeti hii, lazima tufunge mkanda, tuangalie namna gani tunaweza kuziba mianya yote ya upotevu wa fedha za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nasikitika sana kila siku napoona ripoti za CAG zinapokuja hapa bungeni na kutoa maagizo, lakini tunashindwa kabisa kufuatilia yale matekelezo ya Mheshimiwa CAG. Lazima tukubaliane sisi kama taifa, tuangalie tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Leo hii tunaizungumzia bajeti ya trilioni 63.39. Ni fedha nyingi sana. Tunawezaje kwenda kutekeleza bajeti hii hali ya kuwa tunaendelea kuruhusu mianya ya upotevu wa fedha nyingi za umma huko kwenye halmashauri zetu? Nishauri serikali na niombe sana ofisi ya Waziri Mkuu kupitia TAMISEMI, tuangalie namna bora ambayo itatusaidia sisi kama taifa kuziba mianya yote ya upotevu wa fedha za umma, hasa kwenye mifumo ambayo inatumika kwenye kukusanya kodi, lakini pia kudhibiti matumizi ya serikali. Leo hii kwenye taifa hili tuna mifumo mingi sana ya kukusanya kodi, na ukitaka kufanya tathmini hapa leo inafika zaidi ya mifumo 100. Lakini je, tumeangalia ufanisi wa hii mifumo? Mimi binafsi nimejaribu kufanya tathmini, nimeona kwamba hii mifumo inaendelea kuliingizia hasara kubwa taifa. Kwa nini sisi kama taifa tusio na mifumo michache ambayo itaongeza ufanisi na kuleta tija katika hii nchi yetu? Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, ningependa pia nichangie kwenye swala zima la mikopo ya 10% ambayo imekuwa ni janga kubwa sana kwa taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule kwangu kwenye jimbo la Ndanda, sisi halmashauri yetu iko Mbuyuni. Mwananchi wa kawaida ili aweze kunufaika kwenye mikopo ya 10%, kwa mfano mwananchi wa Nanganga anatakiwa asafiri umbali usiopungua kilomita 96, yani kutoka Nanganga kwenda mpaka Mbuyuni. Kwenda na kurudi ni kilomita 182. Na leo hii tunaambiwa mikopo hii ili iweze kupata ni zaidi ya siku 90. Mheshimiwa, na ndani ya siku 90 huyu mnufaika anatakiwa akae siku 42 apate mafunzo. Hizo ndani ya siku 42, siku 6 awe anakwenda na kurudi kwenda kupata mafunzo. Gharama ya kutoka Nanganga kwenda Mbuyuni kwenda tu ni shilingi 30. Kwenda na kurudi shilingi 60. Mwisho wa siku anaomba ule mkopo, anapewa milioni 2, milioni 3. Ukiangalia gharama alizotumia katika kufuatilia ule mkopo zinazidi na ule mkopo aliopata. Mwisho wa siku tunasema tunataka tulisaidie ile taifa. Tunawezaje kulisaidia taifa wakati kuna mazingira ambayo sio rafiki? Kwa hiyo niombe serikali na nishauri serikali kwamba tuone namna ya kupunguza haya masuala hizi siku 90 ili tuweze kuwafikia Watanzania wengi na tuweze kuwahudumia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga hoja ya Mheshimiwa